Ndugu zangu, ni wasihi tusome Biblia katika kitabu cha Habakuk sura ya 3 mstari wa kwanza na tutasoma hadi ule wa pili. Katika tuliongozwa kupata mstari huu, na mimi ningependa tusome hiki kitabu sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa pili. Neno la Mungu linasema, sala ya nabii Habakuk. Ee Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Ee Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuhubiri au kufundisha, tunamshukuru Mungu usiku huu wa leo. Kama wachungaji wenu tuko hapa, tumekuwa na mambo mengi mchana kutwa. Tunamshukuru Mungu tuko mahali hapa. Mtaturuhusu mara baada ya huduma ambazo tutatakiwa kuzifanya, zingine tayari zimekwisha kufanyika, mimi na mchungaji tutakwenda tupumzike. Yeye asubuhi sana saa 1 yuko kwenye huduma mahali, mimi saa 3 niko kwenye huduma, na kwa hivyo miili yetu inatakiwa ipumzike pia, na age imeanza kusogea kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Sasa tukitaka tuelewe Habakuk kwa nini analeta sala hii, tukitaka connect maneno ambayo yanatoka kwenye kinywa cha Habakuk, tumuone Habakuki kuanzia ile sura ya kwanza, maneno ya kuanzia mahali pale anasema hivi. Habakuki sura ya kwanza anasema hivi. Hebu sikia, hatutasoma maneno yote, lakini upate connection ya sala hii imejengwa katika msingi upi. Ufunuo aliyouona nabii Habakuk. Ee Bwana, nilie hata lini? Wewe usitake kusikia, na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki, kwa sababu hiyo hukumu ikapatikana imepotoka. Ukiendelea na maneno anayoyazungumza Habakuki, anaonyesha watu ambao wako kwenye giza, watu ambao wamekata tamaa, watu ambao wanalia, watu ambao wanajiuliza haya mambo kwa nini yanatupata, watu ambao badala ya tumaini wamekata tamaa, watu ambao wana machozi kwa sababu ya mazingira wanayoyapitia. Habakuki katika kuyaona haya alimuita Mungu, alimsihi Mungu, lakini kabla ya kumsihi, unaona namna ambavyo anazungumza
maisha ya wenzetu waliotutangulia, wakati Habakuk anafunuliwa na kuyaona haya, maisha ya wenzetu yalikuwa sio maisha yenye tumaini. Maisha ya wenzetu, ukienda kwenye ofisi ya mtendaji wa kata, kama kulikuwa na nyadhifa kama hizo, ukienda kwa mwanasheria, ukienda kwa daktari, ukienda kwa mtu yeyote ambaye anatakiwa atoe huduma fulani, hata kwa viongozi wa dini, yalikuweko mambo ambayo yameharibika. Watu hawa walikuwa gizani, they were in total darkness, kwa sababu mtu alipotazama mahali pa kutokea hakuona nuru, hakuona future. Kesho zao zilikuwa zimefinyiliwa, zilikuwa zimefunikwa na mabaya. Ninatamani kusema na mtu mmoja ambaye Roho Mtakatifu atamsikizisha neno hili, ya kwamba unaweza ukawa katikati ya mazingira ambayo hauoni kesho itakuwa namna gani, lakini liko jambo ambalo natamani usiku huu wa leo, usiku ambao ni wa The Voice of Calvary Revival, ambao ni usiku wa kuhuishwa, ni usiku wa kuinuliwa, ni usiku wa kurejeshwa, ni usiku wa matumaini ambao Bwana ameukusudia katika maisha yetu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama umekaa na mtu asiyesema amen, hama uje ukae kwa baba mchungaji mahali hapa. Huwezi ukawa na jirani wa namna hiyo, hakufai. Haleluya, haleluya. Watu hawa, Habakuki anaona mafunuo, anaona watu ambao wanahitaji msaada kutoka mbinguni, wanahitaji msaada kutoka kwa Bwana, kwa sababu kila eneo la mwanadamu, kila eneo, kila kona walikotaka kupata msaada hawajapata msaada. Kila mmoja waliyemkimbilia aliwa disappoint. Mimi sielewi kama ulishawahi kuwa disappointed. Sikiliza, kuna watu walitumainishwa na watu kwamba nitakusaidia, GPA yako itakuwa vizuri, lakini siku ya discussion anakupiga chenga, haumuoni. The person promised you ya kwamba tutatembea wote, haumuoni tena. Lakini kuna siku ulijikuta hauna pesa, hauna upkeep, lakini kuna mtu nikwambie, ana maisha ambayo ni ya kitajiri, akakwambia nitakusaidia, na mtu huyo akakimbia. Mimi nataka kusema na mtu mmoja mahali hapa, ambaye inawezekana unaweza ukawa katika mazingira ambayo umekata tamaa. Neno la Mungu linatuonesha watumishi, watu waliotutangulia kuishi nyakati za Habakuki, hekima, maisha yao, matatizo waliokuwa nayo yalikuwa mengi, kwa sababu tumeambiwa haki au sheria ilikuwa imelegea. Let me ask you, sheria katika nchi ikilegea inakuwaje? Ukienda hospitali mahali sheria imelegea, hautapata huduma vizuri. Ukienda mahakamani ambako sheria imelegea, kutakuwa na shida. Hata makanisani sheria ikilegea, hatutaweza kuhudumu sawa sawa na Roho Mtakatifu anavyotutaka. Kwa hivyo watu hawa, nimesema neno moja ya kwamba walikuwa kwenye giza. Mtu aliye kwenye giza yuko na machozi, ana wasiwasi, ni mtu ambaye ni distressed, ni mtu aliye na maumivu ndani yake. Watu hawa walikuwa katika mazingira hayo. Na by the way, let me tell you, mtu aliye distressed anaweza akaamua kufanya chochote. Anaweza mkimbie mkewe, anaweza mkimbie mmewe, anaweza mkimbie mchumba wake, anaweza akimbie lecture
anasema hapa Muhasi hamnifai, you are nothing to me, you are hopeless to me, kwa sababu tu ya rafiki yake aliyemwambia tutakapoendelea utaenda kujitambulisha kwetu, alafu akamtupa mkono akamwambia I have got another person better than you. Ashukuriwe Mungu, Muhasi hayatokei. Ashukuriwe Mungu, nyinyi mmeshuka kutoka mbinguni kwenye mahusiano, you are perfect. Sikiliza, giza linakamata kila kona ya mwanadamu. Wako matajiri, ukiwakuta wako kwenye giza utashangaa. Wasomi wako kwenye giza utashangaa. Ashukuriwe Bwana Yesu aliyejifunua kwetu, alipojitambulisha, na kila mmoja kijana anayempata huyo Yesu anachangamka, anatoka gizani. Sema amen. Sema amen. Usiku wa leo ni usiku ambao we want to be revived, we want to be restored, we want to be healed, kwa sababu Roho Mtakatifu anasema ya kwamba katika miaka tangaza habari yake, katika ghadhabu kumbuka rehema. Ni usiku ambao unaposikia neno hili, unapokuwa mahali hapa, sio kupoteza muda. Unajua, unaweza ukawa ungekuwa unafanya assignment, lakini Bwana amekuleta usiku huu wa leo ili ya kwamba tukutane na Bwana. Haleluya! Wakati huu Habakuki anazungumza maneno haya ilikuwa ni chini ya utawala wa mfalme anaitwa Yehoyakimu. Mfalme huyu katika kutawala kwake, kabla ya hawa ndugu kuchukuliwa na kutekwa na Wababiloni, nabii analeta ujumbe wa matumaini. Watu waliokuwa gizani, watu waliokata tamaa, Habakuki baada ya kuwa ameyafunua yale yaliyokuwa yakiendelea, analeta unabii au maneno ya matumaini ya kuwatia moyo. Bwana asifiwe. Ulishawahi kutiwa moyo? Ulishawahi kutiwa moyo? Asubuhi ya leo au siku ya leo, nakumbuka nimetia moyo watu zaidi ya 5. Let me tell you something. A person can walk towards you akiwa ameinama, akiwa amekata tamaa. Unaweza ukawa ni mwanafunzi mwenzake, lakini akisikia neno kutoka kwako linasema, ndugu sikiliza, niliwahi kupita huko, lakini Bwana akanisaidia. Ninakuhakikishia kama utamwamini Mungu, hata wewe utavuka. Hilo ni neno la matumaini. Ukikutana na mvunja au mkatisha tamaa, sema, wewe utafika wapi? Wewe nani wewe? Walikuwepo wazuri, kwani na wewe ni mzuri? Walikuwepo waliojifaragua, na wewe unajifaragua. Kumbe mtu anakutaka ngono, umemkataa, unasema mimi nasimama na Bwana, halafu anaanza kukwambia kama vile laana. Sikiliza, kuna mambo ambayo yanaweza yakaja kwako ya kukukatisha tamaa, lakini kama unamjua aliyekuita, hata kama giza unaliona utapita mahali fulani. Ninachotaka kusema, yuko Bwana ambaye leo inaonekana kuwa giza, lakini iko nuru inakuja juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu hawa walikuwa wamejawa na doubts.